Sorry. Shemeji. Niliona umepeleka jagi kwenye friji. Nimepata hamu ya kupata maji hapa. Unaweza kaniletea glasi wala unanipatia maji? Sawa. Asante shemeji. Sorry. Shemeji. Naweza nikapata dakika moja na wewe? Niko napika. Okay. Basi nafikiri utakapomaliza kupika nakuomba dakika moja. Sawa. Haya, au nije nikusaidie kupika koko? Wala usijali, nitafanya tu. Kwa huru. Hamna bwana shehe. Haya. Hata usiogope mke wangu, kwa sababu ulisoma kwa ajili ya kuja kulitumikia taifa, na taifa lenyewe ndio hilo. Kwa hiyo kuna muda mwingine jamii inakuwa inakusubiri ili kukujia kwenda kutoa msaada. Kwa hiyo unaenda kutusaidia kiukweli. Usijali, tutalisia na wote. Mimi nikuombe kitu, yaani kuhusu Bushura. Unajua Bushura ni mzito kwa kila kitu. Unaona mwenyewe hapa tuna jinsi ambayo tunapelekeshana. Kwa hiyo usisite ni kumkumbusha, kumwelimisha, kumlinda, yaani lote jukumu lako, mimi nakuachia. Wala usijali mke wangu. Mimi na imani kuwa siwezi kukuangusha kwa sababu hii ni familia. Sasa nikisema nimuache tu akawa haeleweki maana yake tutaiangusha familia pia. Kwa hiyo mimi ni mume, nitasimama kuhakikisha kwamba anafanya majukumu ya nyumbani na majukumu yake na kumfundisha kile kinachostahili. Sawa. So maana nafikiri kama unaweza ukaogopa kwamba nikimwambia hivi ataona kama shemeji ananyanyasa, lakini hamna, wewe simama ni kama mimi hapa. Jamani. Nimeshindwa kuogopa mke wangu, nimuogope mdogo mtu. Sawa, ndio maana nimekwambia usinyamaze na ukanyamaza kimya, afanye hiki ukanyamaza. Yaani wewe unamwambia kama unamkumbusha. Unajua tu. Usijali mke wangu. Sawa. Nafikiri siwezi kukuangusha kwa sababu hii ni familia. Na yeye pia na mimi najua kwamba nikimwacha tu akawa ni lazima nimlinde, nimheshimu kama tunaheshimiana mimi. Hivi kitambulisho changu umeniwekea? Tayari kipo kwenye begi lako mbali. Jamani. Unajua nitakumisi sana kiukweli. Yeye kushua muda wote kweli hivyo ndio unasafisha sofa muda wote? Kweli? Hamna dada Marizia. Bwana wewe. Nyumba hii yani ndio kwanza sijaondoka bado. Nyumba inakuwa katika hali ya uchafu. Kweli? Mke wangu. Unajua wewe ni mdogo. Kwa hiyo wakati unaongea naye jaribu kuongea naye maneno ya busara kidogo. Kwa sababu ukiongea naye maneno ya ukali kuna muda anashindwa kukuelewa. Hebu jaribu kuongea naye maneno ya busara kidogo. Inakuwa yale ya upendo. Wewe kama mtetee tu mimi sitaki simu. Umesoma nikia? Yes.
Kitambulisho chako kipo kwenye begi tayari. Sawa. Kwani uko tayari? Subiri kwa mwingine chapa. Sawa, nakusubiri. Jamani, ndo umeisha. Roho imeuma. Usiwaje mtambo. Usihisi kama nitakuwa nimekutelekeza kwa sababu utakuwa mbali. Na imani tutakuwa wote kisia. Sawa mwanangu. Nafikiri nikupokee begi. Maana sijakuchoka bado. Mke wangu, nakuaga huko ukiwa unajua baba. Nimefurahi. Hivi ameondoka kweli? Tayari ameshaondoka na tayari nimempakia kwenye gari kae. Mwenye picha Karibu madam. Asante. Naitwa Madam Witi. Nilipokea simu kwamba nahitajika kazini. Ndio nifika. Okay. Alinipa taarifa madam na. Yeah. Okay, sawa. Na boss. Njoo mama. Boss. Kuna faili namba 18 la udada hivi niletee mara moja. Ile la CV? Yeah. Okay. Na asante. Sasa naomba umalizie kazi afu usitau kutuma kwenye email, sawa? Okay. Hakikisha unaweka na rekodi, si ndio? Haya. Sawa dada. Kwa jinsi CV zako nilivyoziona
ni mtu exact kabisa tulikuwa tunamhitaji ofisini kwetu. Lakini sasa ofisini kwetu tuna utaratibu kidogo. Sio mkubwa sana. Ni kitu muhimu kwa sababu kuna mambo mengi hapa katikati yalitokea. Kwa hiyo ikatufikisha katika hatua ngumu sana. Itupelekea mpaka matatizo tutaifishe kampuni. Cheti cha afya hapa sikioni.